Katikati ya ardhi yenye rutuba, kata ya Mbigiri, mkoani Morogoro, kuna moyo wa uzalishaji wa sukari ya viwandani nchini Tanzania. Hapa ndipo kilipo kiwanda cha sukari Mkulazi, ikiwa pekee nchini kinachozalisha sukari ya viwandani. Katika msimu wa 2025-26, kiwanda hiki kimefikia mafanikio makubwa kwa kuzalisha 97% ya lengo la tani 27,139, hatua inayodhihirisha uimara wa uzalishaji wa ndani. Kiwanda chetu hiki kilianza kwa kazi za kilimo. Kama unavyofahamu, sisi kilimo ni raw material. Kwa hiyo tulianza Septemba 2016 na kazi za kilimo shambani zilianza 2017. Kawaida unapokuwa kwenye viwanda kama hivi na una kazi za kilimo, unaanza na kuclear mashamba. Baada ya hapo unapanda nurseries. Ukitoka kwenye nursery unapanda sasa kwenda kwenye commercial, yani mashamba makubwa. Kwa hiyo 2017 tulianza kazi za kilimo cha miwa na tuliendelea nazo kwa muda wa miaka mitatu. Alafu mwaka 2021 tulianza rasmi ujenzi wa kiwanda chetu. Kiwanda hiki kina uwezo wa kuzalisha tani 50,000 za sukari. Ni kiwanda cha kisasa. Tunaweza kuzalisha sukari ya viwandani ambayo ni refined sugar pamoja na brown sugar ambayo inatumika majumbani. Lakini tuna uwezo pia wa kuzalisha umeme. Viwanda hivi vikubwa vinahitaji kutumia umeme mwingi, kwa hiyo design ya kiwanda chetu ilikuwa pia na turbine inaweza kuzalisha megawati 15, lakini byproduct nyingine inayotoka ni molasses. Kwa hiyo kiwanda kilivyoanza Julai 2021, tulikamilisha mitambo ya kuzalisha sukari ya majumbani ambayo tunaita brown sugar mwaka 2023. Kwa hiyo tukafanya majaribio. Mwaka 2024 tulianza rasmi uzalishaji wa sukari kwa ajili ya kuuza na kuingia sokoni. Chini ya uongozi wa kimkakati, Mkulazi imejenga mfumo wa uzalishaji unaounganisha kilimo, teknolojia na usindikaji wa kisasa katika mnyororo mmoja wa thamani. Sukari ya viwandani huzalishwa kwa viwango maalum vya ubora, ikitumika katika sekta za vinywaji, dawa, vyakula vya kusindikwa na bidhaa nyingine nyingi. Uwepo wa Mkulazi unatarajiwa kupunguza utegemezi wa uagizaji wa sukari ya viwandani kutoka nje ya nchi na kuimarisha uhakika wa malighafi kwa viwanda vya ndani. Mbali na mashamba ya ndani, Mkulazi imejenga mfumo shirikishi na wakulima wa nje kununua miwa yao kwa bei shindani na kwa mikataba rasmi. Mfumo huu umefungua fursa za kiuchumi kwa wakazi wa eneo la Mbigiri na maeneo jirani, huku ukiimarisha kipato cha kaya na kuchochea maendeleo ya kijamii. Namna ambavyo tunafanya kazi na wakulima, tuna mkataba na wakulima. Mkataba huu unaitwa mkataba wa ugavi wa miwa baina ya kampuni na wakulima. Na wakulima wao wamejipangilia mpangilio wao huko, wana vyama vya awali vya ushirika, naitwa AMCOS. Viko vyama 5 vya ushirika na pia wana chama kilele ambacho kinafanya kazi ya advocacy na kampuni, kinaitwa Magole Joint Cooperative Limited. Na hivi sasa tuna wakulima waliosajiliwa na bodi ya sukari 304, na kama nilivyosema katika msimu huu ulioisha wa 25-26 waliweza kutuletea tani 52,000 za miwa. Na lakini kwenye mpango wetu mkakati, kampuni inajipanga kuchukua tani 150,000 za miwa. Kwa hiyo utaona takriban kuna gap la tani kama 98 hivi kutoka kwa wakulima wa miwa, 98,000. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa kwa wananchi, na kwa mujibu wa sera za serikali, basi popote palipokuwa na uwekezaji, basi wananchi waliozunguka wanufaike. Kwa hiyo zao la miwa kwa wakulima na wananchi wa maeneo haya limekuja kuwa kama zao la biashara, ni fursa kwao kwa kuongezea na mazao mengine wanaolima kwa biashara na chakula, lakini ila miwa ni la biashara la uhakika. Kama mlivyokiona kiwanda chetu cha sukari ni kiwanda kikubwa, kinaweza kusaga mpaka tani 500,000 za sukari kwa mwaka, za miwa kwa mwaka. Ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja zimekuwa nguzo muhimu ya mchango wa kiwanda hiki kwa jamii. Kwa wengi wao, Mkulazi si tu mahali pa kazi, bali ni daraja la matumaini. Mimi kama msichana napata faida kwa sababu kwanza kabisa mimi ni graduate wa Bachelor ya Horticulture pale SUA. Kwa hiyo ninafaidika moja kwa moja kwa sababu mradi umeniajiri kama farm supervisor, hasa wa hii area ambayo ni Wami hapa nilipo sasa hivi. Kwa hiyo ninapata faida, kwa maana ninapata pesa ya kujikimu maisha yangu.
tunakaribia kufika watu 500. Tumegawanyika katika idara tofauti tofauti. Wapo wafanya, umoja wetu unafanya pia kazi za umwagiliaji kama hivi unavyotuona mashambani. Pia watu wa estate, mazingira, karakana, na pia kwenye warehouse, magodown pia kuna wafanyakazi wetu wa washamini. Mimi ni mtu ninayehusika na standard za operation zinazoendelea shambani. Mfano kupanda, kuweka mbolea, kuruhusu mbegu kwamba ni nzima inaruhusiwa kupandwa. Uzalishaji wa sukari huanzia shambani kupitia usimamizi wa kitaalamu wa mashamba, upangaji wa mavuno na udhibiti wa ubora wa miwa. Mkulazi imeweka misingi imara ya uzalishaji endelevu. Tuna shughuli nyingi ambazo tunazifanya kwa maana lengo letu hapa ni uzalishaji. Kuna shughuli nyingi za kuandaa mashamba, kupanda mashamba, kuweka mbolea, kuweka madawa, kupalilia mashamba, kukontrol wadudu. Kwa hiyo zipo shughuli mbalimbali pamoja na umwagiliaji. Hizo shughuli zote ukiweza kuziweka pamoja ndio unaweza kuzalisha miwa. Kwa hiyo miwa ni process ya uzalishaji wa vitu mbalimbali. Katika mazingira yanayobadilika ya hali ya hewa, mifumo ya kisasa ya umwagiliaji imekuwa nguzo ya uhakika wa mavuno. Teknolojia ya umwagiliaji inayotumika hapa inahakikishia uzalishaji hauathiriwi na mabadiliko ya mvua, hivyo kulinda uwekezaji na kuhakikisha mwendelezo wa uzalishaji. Jina langu naitwa Engineer Betlinda Frank Slayo. Sprinkler ni mojawapo ya aina ya mfumo wa umwagiliaji tunatumia hapa katika kiwanda chetu. Sprinkler ni mfumo ambao unatumia pumping system. Inamaanisha tunatumia pampu ili maji yaweze kufika shambani. Na mpaka yaweze kufika shambani yanapitia kwenye pipe mbalimbali. Inategemea na diameter ya pampu au kiwango cha ile pipe. Kuna pipe tunasema kuna main kanali, inaanza kupampu kwenye bwawa, inakuja mpaka kwenye hiyo pipe ya diameter ya 500, alafu inakuja inatokea kwenye secondary canal ambao tunasema ina diameter ya 110. Ikishatoka inaingia sehemu ambapo panaitwa hydrant, ambao hydrant yetu ndio inaenda inapeleka maji katika pipe yetu ya 32, ndio inakuja inaleta maji kwenye hydromatic, ndio inakuja kutokea kwenye sprinkler hapa ambao mnaiona. Maji ambayo mnayaona katika hili bwawa ambao tunalitumia katika umwagiliaji, maji haya tunatoa kutoka kwenye bwawa kubwa ambao ni I9. Kwa hiyo tunalitoa katika mahali ya kule I9. Kwa hiyo maji kuna sehemu yanafunguliwa zeni yanaweza kuingia kwenye hili bwawa letu la mahali hapa. Kwa hiyo akishaingia hapa na sisi ndio tuna uwezo wa kuyatumia ya maji kwa kuyapampu kwa kutumia pampu zetu hapa, kutokana pia na mahitaji ya mashamba yetu. Kufikia 97% ya lengo la msimu ni uthibitisho wa nidhamu ya uzalishaji, usimamizi madhubuti na mshikamano wa wadau wote. Katika safari ya Tanzania kuelekea kujitegemea kiuchumi, Mkulazi inasimama kama mfano wa uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya viwanda na kilimo. Kutoka shambani hadi kiwandani, kutoka kwa mkulima hadi kwenye mnyororo wa viwanda, Mkulazi si tu kiwanda cha sukari, ni alama ya uwezo wa Tanzania kuzalisha, kushirikiana na kujenga uchumi wa ndani. Hii ni hadithi ya uzalishaji. Hii ni hadithi ya maendeleo. Na hii ni Mkulazi.